nimalizie na kusema kwa uchaguzi ambao unakuja next year 2027. Kama chama cha DCP tutaweka candidates sehemu zote za Kenya. Na kwa Nairobi, Mombasa, Nakuru, Kisumu, zile chama ziko na nia ya sisi kuweka candidates ambaye watabadilisha sura ya city zetu na constituencies. Tutafanyishana na wao. Wiper, chama ambazo ziko na nia nzuri. Lakini kusema tusiweke candidate constituency fulani, hiyo haitawezekana. Na ya muhimu zaidi, mahali tunakubaliana tuweke candidate moja ni kiti ya rais wa Jamhuri ya Kenya. Si hapo ni sawa? Wangapi wanasema Kasongo ni mpaka aende nyumbani? Harambee! Mheshimiwa mbunge wa Naivasha, Mheshimiwa Jane Kihara. Your Excellency, Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Yusuf Hassan na waheshimiwa wote, na Kamokoji Bwana asifiwe. Kamokoji Kanairo Bwana asifiwe. Mnapenda Yusuf hivi? Mmejitokeza hivi? Vijana mpo? Nyinyi ndio mlibaki Ruto alipoua wale wengine. Sini sisi tutamchagua, tulimchagua. Si tulimchagua? Na sini sisi tu tutamtoa. Mimi nikiongea kama mama ambaye ni mzazi wa vijana ambaye Kasongo aliua, ninamwambia Kasongo, ile kazi ulifanya mzuri sana, Mungu akikusaidia, ni kungatua Rigathi Gachagua. Kwa sababu tungelikuwa wapi sasa? Kama Rigathi angelikuwa pale anajaribu kumpamba, tungelikuwa wapi wa Kenya? Biashara vile zimeisha, pesa ya shule hakuna, hospitali hakuna dawa, si tungekuwa tumemalizwa jameni? Wamama mko? Simpige duru ya Kasongo. Wale watu wanamfuata nyuma. Hakuna yule anasimama akasema aliua watoto. Wale wanamfuata nyuma. Hakuna kitu mzuri wanaona. Kibaya wameona amefanya. Lakini ametudhuru wa Kenya. Nairobi mpo? Nairobi mpo? Haki sioni Kasongo akiponyea. Sioni akiponea. Sini sisi. Asanteni sana, tushikilie Yusuf kwa sababu ni kiongozi mzuri. Na ni rafiki yangu, tangu aingie bunge, ni rafiki yangu. Tushikilie hapo, tushikilie Rigathi Gachagua. Kasongo alimutema na sisi wa Kenya tukampokea, si ndio? Si ni kiongozi mzuri ambaye anajali wananchi wa chini, sio? Asanteni sana. Kamokoji harambee! Kwa niaba ya wale wanasema chama yetu ni chama ya ukabila, wacha uone sisi tuko mbatu mpaka Kajiado. Mheshimiwa Muha kutoka Kajiado. Your Excellency, Rais wa sita, wananchi harambee! Harambee! Mimi nasimama hapa, mimi ni Muislamu, naitwa Mohamed Musa, MCA kutoka pale Ongata Rongai, Kajiado North. Mbunge wangu ni Onesmus Ngogoyo. Nataka kumweleza ule waziri wa shana na kiburi anaitwa Duale. Hata sisi wa Somali tuko ndani ya DCP. Na kitu moja nataka kumwambia, mimi siitwi Njoroge ama Kamau, mimi naitwa Mohamed. Na DCP ndio nyumba. Hii chama ni ya makabila zote. Na sisi wote namkaribisha sana ndugu yangu Yusuf. Karibu sana ndugu yangu. Na DCP kutoka Mombasa, kila sehemu itakuwa na DCP. Mungu abariki, na tunamwambia Duale atulie mambo bado. Asante. Governor wetu wa Kirinyaga ambaye ndiye Vice Chancellor wa University yetu ya Kiswahili, Mheshimiwa Kamau Murango. Kanairo hoi. Kanairo hoi. Salimia mwenzako, mwambie amesalimiwa na mzee wa Mboma. Yangu ni mawili peke yake.
kwanza tumkaribishe Mheshimiwa Yusuf. Na unajua Mheshimiwa Yusuf ni mjanja. Amepiga hesabu akaangalia mawingu akaona mahali tunaelekea. Mimi siwezi kaa nje ya mboma nikanyeshewa. Na akajua nyumba ambayo iko na mabati, nyumba ambayo iko na viti ni nyumba ya DCP ikiongozwa na Rigathi Gachagua, ama sio? Katika meza ya mazungumzo tunasema kwa sababu mwenye mbuzi ndo anaenda soko, sisi tunatuma Rigiji akae pale kuhakikisha kila mtu katika jamii zote za Kenya anapata haki yake, ama sio? Na nikimalizia, unajua kumekuwa na mtindo sana, nimesikia Kasongo akiongea kila siku anasema DCP ni chama cha ukabila sijui nini. Lakini kuna kitu wanasema, nitarudia hapa, kwamba wafugaji wenye wanafuga kondoo siku zote kondoo huwa anajua kwamba watakuja kuliwa na simba, lakini mwishowe huwa wanachinjwa na mchungaji, ama sio? Sasa Kasongo hivyo ndo anatumbemba kama kuku, kwamba unapewa chakula kila siku na mfugaji na ndo watakuja kukuchinja. Tuseme sisi ni welevu, sisi ni wanjaja, tunajua mahali tunaenda, tuko na kiongozi mwenye ako na welendi, uketo na tajriba ya kuongoza. Tushikilie DCP mpaka mwisho. Kanairo hoi! Asanteni sana, tutafikisha hapo. Just have a minute kwa sababu najua umechelewa mheshimiwa Kanini Kega. Arambe! Arambe! Kasongo aende asiende? Aende asiende? Leo tuko na furaha kubwa sana tukimkaribisha rafiki yangu sana ambaye tulikuwa naye kwa ile chama ingine. Tulikuwa naye Jubilee, sasa tumeingia DCP tukiongozwa na kiongozi wetu His Excellency Rigathi Gachagua the 6th. Tuko pamoja. Mimi sitaki kusema mambo mengi kwa sababu SG nimechelewa kidogo, lakini nataka kuwahakikishia wote kwamba safari tunaenda moja, kiongozi wetu ni moja, na tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao Kasongo na wale wanamfuata nyuma wote wataelekea nyumbani. Asanteni sana na Mungu awabariki. Kanairo oye. Najua ningekuwa huko mashinani na mnajua ninatishanga watu huko nikiwaimbia, lakini sasa hapa nimetishika kwa sababu unajua huko ninaimba na Kikuyu. Sasa hapa mimi sijui imba ya Kiswahili. Unajua sijui ya Kiswahili. Mimi najua ya Demethio. Hapana, siwezi imba ya Demethio Nairobi. Wacha nijaribu moja ya Kiswahili, sio? Hasira za nini we Kasongo? Hasira za nini we Kasongo? Wataka kutua bure Kasongo. Wewe si wetu, sisi si wenu. Siukia nini kati yetu, sisi na wewe. Twasema Situjaribu tena. Hasira za nini we Kasongo? Hasira za nini we Kasongo? Wataka kutua bure Kasongo. Wewe si wetu, sisi si wako. Chukia nini Kasongo? Chukia nini? Muni saidie tukaribishe deputy party leader wetu Mheshimiwa Senator Cleopas Malala. Wapinduria Malala. Ili aendelee na program. Asanteni sana. Haya, nataka nikisema DCP mnasema sikiza ground. DCP. Mimi leo nina furaha kwa sababu leo ni ishara kwamba chama chetu cha DCP kinaendelea kupanuka na kukua kubwa na iwe chama ya kitaifa na chama kubwa sana hapa Kenya. Mimi nasikia yule Kasongo amesikia ati Mheshimiwa Yusuf amekuja hapa. Jamaa ameenda kumeza dawa, ameenda hospitali mapema kabisa. Watu waliongea mambo mengi.
watu wametuita majina mengi. Wamesema ati kwamba hii chama ni chama ya mlima peke yake. Leo ni ishara, na ningependa kuambia hao majamaa kwamba chama cha DCP ni chama cha kitaifa. Sisi tunakubali, ndio, chama cha DCP kina stronghold yake pale mlima. Pale mlima 99.99% is DCP, si ndio? Sisi tumechukua hiyo mlima yote. Lakini hiyo haimaanishi kwamba chama cha DCP ni cha mlima peke yake. Chama cha DCP mtoni yake inaanzia pale kwa mlima Mount Kenya. Mtoni hiyo inateremuka, inakuja hapa Kanairo. Hapa Kanairo tulishinda kura ya Kariobangi wakati wa by election. Tulishinda ama tukushinda? Leo hii mbunge wa hapa Kamkunji amejiunga na sisi. Si DCP iko Nairobi? Mtoni hiyo inatoka, inaenda paka kwa Wamasai. Hapo kwa Wamasai tulishinda kiti cha Narok Town. Tulishinda ama tukushinda? DCP iko pale Narok katikati, imekita mizizi. Kutoka pale Narok, hiyo mtoni inateremuka, tunaingia paka Emurwa Dikir, pale kwa Wakalenjin, kwa Kipsigis. Muliona by election pale Emurwa Dikir, si ndio? Hiyo mtoni tukatoka hapo inateremuka paka kule Ingo, Kakamega kwenyewe. Na pale Kakamega tulishinda kiti ya MCA Kisa East. Tulishinda ama tukushinda? Sasa tungependa kuambia watu kwamba chama cha DCP ni chama cha kitaifa. Jambo la pili, mimi nasikia wewe William Ruto unaita party leader wetu ati party leader ni mkabila. Unasema ati Rigiji ni mkabila. Leo nimekusikia ukiwa pale Narok ukitukana party leader wetu. Tungependa kukuambia William Ruto, kama tuko na mkabila nambari 1 hii Kenya, anaitwa William Samoei Ruto. Mkabila mkubwa anaitwa nani? Nikisema mkabila mnasema Ruto. Mkabila. Wewe William Ruto, tungependa kukuonya kwamba hapa Nairobi umechukua OCS wa kabila zako, kabila yako ya Kalenjin, umeweka Nairobi katika polling stations zote. Niseme nisiseme? Nitoboe nisitoboe? Wewe William Ruto umechukua cousins wako, watoto wenyu, watoto wa ndugu wenyu, umewaweka kwa police station zote hapa Nairobi. Na wewe nia yako ni kwamba unataka ati siku ya kura ikifika watuuzie uoga. Kanairo mtauziwa uoga na ama jamaa? Sisi tumesema tunataka deployment ambayo iko na usawa. Tunataka tutoe list ya wale OCS wote ambao wako Nairobi. Tunataka regional balance katika hao OCS. Vile William Ruto amechukua OCS wa kabila yake, ametuma mlima Kenya. Anataka siku ya kura hao OCS wa coordinate vita na fujo, ndio mlima na Nairobi isipige kura vile inafaa mpige kura. Mimi ningependa kutangazia William Ruto kwamba vile wewe unajipanga, pia sisi tunajipanga kulinda kura ya kukutoa na paka uende nyumbani. William Ruto ni one term, si one term. Na tutakubali maneno kama hayo. Tumesema ni lazima tuhakikishe iko na usawa. And I want to give IG Kanja a warning. IG Kanja, wewe unatumiwa vibaya. Wewe IG Kanja unatumiwa vibaya. Na leo nataka kuibia siri kwamba CS Murkomen na PS Omolo wamepanga kuleta hii maneno ya goons. Munaona hao magoons wanapangwa na CS Murkomen na PS Omolo. Sababu ya kuleta hao magoons ni hii. Wanataka sisi wananchi, nataka msikie, Murkomen na Omolo
wanapanga maneno ya goons. Wanataka sisi wananchi tuanze kuandamana na kusema IG Kanja must resign. Wanataka sisi tuende tuseme Kanja resign, ndio watoe Kanja waseme ni wa Kenya wamesema Kanja resign, alafu waeke hapo Langat ndio asimamie uchaguzi. Mumeona hiyo maneno? Mumeona hiyo maneno? Hii ni mpango yote ya kutoa IG Kanja waeke Langat. Tunataka kukuambia wewe Murkomen, hata kama Kanja tena nyumbani, hatutaruhusu tuwe na CS wa kabila moja, IG wa kabila moja, rais wa kabila moja. Hatuwezi enda kwa election kama tuko na watu wa kabila moja katika hizo nyadhifa. Niseme nisiseme? Nitoboe nisitoboe? Na mimi naambia Kasongo, Kasongo amesoma sheria, na mimi naambia siri ambayo hamjui. Ukisoma katiba yetu, tuko na njia mbili peke yake ambaye unaweza postpone elections. Wamesema njia ya kwanza, ukitaka kupostpone elections ni lazima kuwe na pandemic, kwamba tuwe na magonjwa mabaya kabisa ndio kura iahirishwe. Jambo la pili, wamesema katika hiyo katiba, kama unataka kuahirisha kura ni lazima kuwe na civil unrest, kwamba tuwe na war. Sasa William Ruto ashajua anaenda nyumbani, akaamua kwanza ajaribu alete ile quarantine ya Ebola pale na nyuki. Mumeona maneno? Anataka kuleta Ebola, alafu Ebola isambaye Kenya nzima, alafu aseme uchaguzi ufanye nini? Uahirishwe. William Ruto nataka kuambia, yo Ebola itakushika wewe peke yako na familia yako. Mwenyezi Mungu atachunga wa Kenya. Niseme nisiseme? William Ruto taka kupiganisha Waluya na Wajaluo. Hivi wanaanza kutishia jamii ya Wakikuyu ambao wanaishi pale. Munaona kule Tigania wanatuma Wasamburu waweze chukua ng'ombe ya wale wa Meru. Anataka tuwe na vita Kenya hii ndio airishe uchaguzi. William Ruto, tunataka tukuambie, this time round, upende usipende, unaenda nyumbani. Nataka nikisema William Ruto mnasema one time. William Ruto! William Ruto! Unajua huyu William Ruto tumemfikisha mwisho. Huyu Rigiji ni mwanaume jameni. Huyu Rigiji, unajua William Ruto alikonda mpaka masikio yakakuwa kubwa, si ndio? Tumeshika sasa hiyo masikio. Huyu Rigiji ameshika masikio, amepanua masikio mbili yote ya huyu jamaa. Huyu John Methu ameshika mikono mbili, amepanua kabisa mikono mbili ya William. Huyu mama Miradi ni mwanamke lakini ako na nguvu, ameshika William Ruto miguu mbili, amepanua kabisa. Na mimi Cleophas Malala nimeshika yeye makende, nifinye nisifinye? Nifinye nisifinye? Nataka nikisema Harambee mnasema finya. Harambee! William Ruto! Kasongo! Aende asiende? Lakini tumesema kwamba hatutaruhusu kitu yoyote ifanyike huyu Kasongo abahatike arudi nyumbani. Tumesema kama United Opposition, and I want to thank my party leader Rigiji, amesema kwamba ni lazima William Ruto aende nyumbani, na ni lazima tushikanishe viongozi wote. Sisi kama chama cha DCP
tumesema tumemuondoa ndume yetu. Yule mtu ambaye anaweza peleka Kasongo nyumbani is none other than huyu Rigathi Gachagua. Sisi kama DCP tumemweka mbele. Vile vile Wiper wamemweka Kalonzo. Vile vile vyama zingine zimeweka viongozi wao. Rigathi amesema yeye amejitolea. Lakini hata kama sio Rigathi, we must have one presidential candidate. Maneno ya watu kuletwa kutaka kugawanisha ati kwamba opposition iwe na candidates wawili watatu ndio Kasongo wapite, waambia watu tumeona mawilbaro zao ambazo zimeanza kuletwa pale kwa mlima. Nyinyi mkiona chama kingine ambacho kinakuja pale kwa mlima, mjue hiyo ni nini? Wheelbarrow. Sawa sawa? Sasa jameni, mtaunga mkono huyu Rigathi? Mtasimama na Rigathi? Na ndiposa leo viongozi wote ambao walikuwa kwa vyama zingine wameamua kuja hapa. Leo hii tuko na kiongozi aliyekuwa mbunge wa pale Kasarani. Ako wapi? Mheshimiwa Kaenya. Sambu. Mheshimiwa Wahinya ako hapa. Mbunge, alikuwa mbunge wa Roysambu. Yeye ameamua sasa atoke kwa ile chama chake akuje kwa chama cha DCP. Tungependa mheshimiwa ako hapa, atarisiviwa na party leader. Vile vile pia tuko na 14 chairpersons wa chama cha Jubilee hapa Nairobi, wa constituency 14 wakuje hapa juu, party leader wetu wa receive 14 chairpersons. 14 chairpersons wakuje kwanza kwa stage, wale watu wa Jubilee wakuje, party leader wa receive. Vile vile yes, tafadhali wale chairpersons wakuje wote wa Jubilee. Wahenya. Haya. Tuko kwanza na mheshimiwa Wahenya kutoka chama cha Jubilee, amejiunga na chama cha DCP. Party leader mkaribishe kabisa kabisa. Wapi makofi ya mheshimiwa Wahenya? Asante. Na tuko sasa hapa na chairpersons wa 14 constituencies wa hapa Nairobi wa Jubilee, wakuje one by one. Wakuje tu wote. Sasa ukifika hapa juu unatoa kofia unapatia Methu, simama huku. Wameongozwa hapa na Stanley, unapeana na unavalishwa kofia. Asante. Which constituency? Huyo ndio county chair wa Jubilee, ametoka ameingia. Alafu huyu ni Starehe, chairman wa Starehe, ndio huyo Stanley anaingia. Taya kuja ukisema haya. Chairman wa Embakasi West, unapeana kofia, unasimama hapa. Okay, good. Asante sana. Chairman wa Jubilee wa Kasarani ametoka. Karibu kabisa. Chairman wa Embakasi North, unatoa kofia Jubilee, unaweka pale. Asante sana. Chairman wa Embakasi East ametoka Jubilee, ameingia. Haya, chairman wa Roysambu ametoka Jubilee, ameingia DCP. Haya, chairman wa Kibra ndio huyo ametoka, ameingia katika chama cha DCP. Haya, party leader huyu sasa ni chairman wa Mathare wa Jubilee, ndio huyo ameingia katika chama. Chairman wa Lang'ata vile vile ameingia
katika chama. Na huyu chairman amekuja na karibu watu 100. Hebu huyo watu ndio wale watu wa kutoka Lang'ata ambao wameingia katika chama. Vile vile party leader, tuko na aspirants wa Jubilee wametoka na wameshalipa kwa chama, wanaingia katika chama chetu. Njiru Ward ndio huyu anaingia. Kuja chap kidogo. Aspirants wa Jubilee. Yeah. Embakasi East. Haraka kidogo. Aya Ward. Njiru Ward Kasarani. Aya huyu anasimama Ruai Ward. Mheshimiwa Githu kutoka Ruai Ward vile vile pia anaingia kwa chama. Remi Ruai Ward anasimama kule. Mary anasimama Njiru, anaingia kwa chama. Aya Purity Gadhoni Ruai Ward. Simon Kanumbi Isili South anaingia. Veronica Njeru Njiru Ward. Catherine Garuya anaingia kutoka South C Ward. Aya vile vile tuko na Grace wa mwisho anaingia katika chama cha DCP. Sasa tungependa tuteremuke. Tupige picha kwanza. Party leader, piga picha na watu wa Nairobi wanataka. Asanteni sana. DJ nataka utuwekee mziki mzuri kabla tukaribishe party leader wetu. Dance kidogo kabla party leader wetu akuje. DJ. One town. People rising up now. One town. Can't ignore our voices. One town. Justice must prevail now. One town. One town. Asante sana. Tunataka tu kabla party leader aongee, Mheshimiwa Wahenya, kuje tu useme jambo moja. Alafu ndio tukaribishe party leader na yule chairperson wa Jubilee pia wakuje hapa. Alafu tutakaribisha party leader tuongeleshe. Wapi Mheshimiwa Wahenya? Ametoka. Haya chairman mbio kidogo. DCP. Your Excellency, the 6th President of the Republic of Kenya. Kwa majina ni Degwa 88. Nimetoka saa hii nimebadilika. Sasa mimi ni DCP kutoka kwa Jubilee Chairman Nairobi County. Nataka kusema hivi ya kwamba kutoka leo saa hii Jubilee County Nairobi office tumeifuga. Na kuanzia saa hii tutafuatilia na mambo mengine mingi
delegation mingi ambazo zitafuatilia kuconvert Jubilee Nairobi County yote ikuwe ya kwamba ni DCP. Kwa hivyo nashukuru kwa sababu ya ujasiri wa the 6 na tunajua ya kwamba tutaenda mbali. Asanteni. Asante Mheshimiwa Wahenya kuja tuongeleshe. DCP. Nataka kuhakikishia party leader ya kwamba Loisabu constituency ni gome ya DCP na tutafagia yote MCAs na wabunge, tutadeliver hizo viti. Asanteni sana. Sasa tuko na MP wetu wa Tao wa CBD. Mnamjua kweli? Mheshimiwa Mwago akuje atusalamie. Nairobi oye. Kanairo oye. Vijana fire. Mimi naitwa Mheshimiwa Mwago Mosmaina. Na mimi I think ndo niliona light before watu wengine wa Jubilee wakuje. Si ni kweli? Si ni kweli? Karibuni DCP. Tuko na the 6th. Nyinyi mnajua sisi kama watu wa Jubilee tumekuwa mayatima for a very long time, si ndio? Na mimi nimefurahi leo Yusuf amekuja. Kwa sababu ile tabia tuliona Nakuru Arama akifanya na ati huyo ndo chief wa Jubilee ya Matiang'i. Hiyo hatutafanya. Hiyo hatutafanya, si ndio? Sisi ni watu wa amani, si ndio? Mimi nawakaribisha kabisa DCP, na msikie mko nyumbani, tutapanga hii Kanairo na lazima tupange hii Kanairo inafaa, si ndio? Mambo ya Sakaja na mambo ya takataka hii Nairobi hatutaki, sawa? Hatutaki. Nairobi ni yetu na sisi tutapanga, si ndio? Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Sasa kwa heshima na taadhima tungependa kumkaribisha ndume yule mwanaume anayezana na kasongo. Asante sana. Kabla tujatoka waheshimiwa, naomba timu Nairobi ibaki peke yake. Wabunge wetu wa Nairobi wabaki. Wabunge wa Nairobi wabaki. Wabunge peke yake wapigwe, then wengine tutapigwa. Wabunge peke yake wabaki, alafu wengine tutapigwa. Ama tupigwe hii, then haya, tupigwe hii. Very good. Asante. Nibaki na mheshimiwa Mwenje, mheshimiwa Mwafrika, mheshimiwa Yusuf, mheshimiwa ya bas, wanajijua watu Nairobi. Wabaki hapo. Bas. Very good. Nairobi imejaa. Asante sana, thank you very much. Nafasi hii kumkaribisha sana Mheshimiwa Yusuf Hassan, mjumbe wa Kamukunji ambaye ni kiongozi shupavu
ameongoza hapo Kamkunji miaka mingi, na alikuja akanitafuta akaniambia wafuasi wake watu wa Kamkunji wangetaka aingie kwa chama yao, chama ambaye ndio inavuma katika Nairobi na Jamhuri ya Kenya, chama ya DCP, ile ya kusikiza ground. Na mimi nikamwambia nimekubali, lakini ningetaka aletwe na wafuasi ndio niamini. Si ndio? Kwa sababu wananchi ndio wenye kusema. Nikamwambia wewe unaweza ongea kama kiongozi, lakini mambo ya maana ni ground. Wale wananchi wenyewe, kama umeniambia walikuambia ukuje kwa chama yao ya DCP, wakulete ni waone. Mimi nimetosheka na nimemkaribisha Mheshimiwa Yusuf Hassan katika DCP. Mimi nilifurahi kwa sababu Mheshimiwa Yusuf ni kiongozi ambaye hapendi dhuluma. Siku William Ruto alipea wabunge pesa wanifukuze kwa ofisi, huyu Mheshimiwa Yusuf alikataa pesa ya Kasongo. Akasema yeye hawezi kumdhulumu mtu ambaye hajamkosea na hajakosea watu ya Kamkunji. Kwa hivyo mimi nimekukaribisha mheshimiwa, na kuja kwako sasa. Kulikuwa na wajumbe watatu wa Jubilee katika Nairobi, Mheshimiwa Mwago wa Starehe, Mheshimiwa Mwenje wa Embakasi West, na sasa Mheshimiwa Yusuf katika Kamkunji. Kwa hivyo wabunge wote walikuwa kwa Jubilee, hiyo chapter wamefunga. Sasa watu wote wako katika chama cha DCP. Number 2, niko na furaha kumkaribisha Mheshimiwa Waihenya na wale officials wote wa Jubilee. Unajua siasa hii ya Kenya inaendaga vile mambo iko kwa kila wakati. This season ni ya DCP. Na kwa hivyo wale officials wa Jubilee mumesikiza ground, kwa sababu kiongozi bila wafuasi si kiongozi. Sasa hao officials wote wameambiwa na wananchi wa Nairobi ya kwamba ile chama inavuma, chama ambaye ndio iko, chama ambaye itashinda viti yote Nairobi, chama ambaye itaunda serikali ijayo ni chama ya DCP. Kwa hivyo wale wanajubilee wote wamekuja, karibuni. Na sisi hatuna shida na mtu yeyote. Sisi tumekubaliana vyama vyote vya upinzani, mahali ya kushindani ni kiti ya rais peke yake. Hizi viti vingine ni kinyang'anyiro. Na unajua siasa hapana harusi na hapana kanisa. Si ndio? Si ni kinyang'anyiro. Wanaume waonane. Kwa sababu pale Olokalau kulikuwa na vyama vya upinzani pale ndani. Tukamenyana. Na DCP ikapata ushindi kubwa karibu 87%. Nilisikia viongozi wengine wakisema ati kulikuwa na mpango ati tuachie vyama zingine. Hiyo ni uongo. Hii uongozi hapana moto ya sigara. Ati mtu anaweza tu kukupatia hivi. Lazima uende kwa wananchi. Kwa hivyo hatutaki watu viongozi wadanganyane. Ati DCP ilikuwa iwachie mtu wa Lokalau. Hiyo kiti ni ya raia hapana ya mtu. Na kwa hivyo niambie vyama vyote, mimi ni mtu napenda multi-party democracy. Na mimi napenda vyama vyote tushindane, kwa sababu itasaidia kwa voter turnout ya presidential vote. Mimi nataka niseme hatutaki mambo ya zoning. Kila chama iweke candidate pahali inasikia iko na umaarufu. Sisi kama DCP tuko na umaarufu kote katika Jamhuri ya Kenya. Na tutakuwa na candidates kila pahali. Now we welcome competition from our friendly parties in the united opposition. Let us compete fairly. Ile hatutaki ni ile maneno tuliona Nakuru. Chama ambaye iko kwa upinzani inapanga furugu, inapanga vita. Mjumbe wa Jubilee anatupangia vita Nakuru na anasema Jubilee tuko pamoja. Sisi tunataka tushindane kwa debe. Hawezi saidia nyinyi. Kupanga kuchoma magari hiyo ni ujinga na ni utoto.
kupanga kupiga viongozi, hiyo ni ujinga na ni utoto. Na mimi ningetaka kuuliza viongozi wa Jubilee wakachifu huyo mjumbe wa Nakuru Town West, na huyo mjumbe DCP itapeleka yeye nyumbani asubuhi na mapema, kwa sababu ameleta ujinga ya fujo na vita. Sisi tunataka tushindane kwa debe. Kenya ni nchi ya demokrasia, na hii maneno ya goons hiyo tunataka tuachie William Ruto na Murkomen. Ni aibu sana chama ambaye iko kwa upinzani inapanga goons kama William Ruto. Ni makosa kubwa sana. Ningetaka kuuliza vyama vyote tushindane kwa debe na kila mtu afanye kampeni ya amani. Mimi nikimkaribisha Mheshimiwa Yusuf, hii ni nafasi nzuri yangu kueleza ya kwamba jamii ya Wasomali na jamii ya Mlima Kenya, sisi ni partners ya biashara. Tangu zamani watu ya Mlima Kenya na watu ya Somalia, wa Somali tumefanya biashara pamoja. Ukiangalia pale Isili watu ya mlima na watu ya kutoka Northeastern wamekuwa pale. Karibu 30% ya revenue yote ya city ya Nairobi inatoka pale Isili. Hapo Mheshimiwa Yusuf ako. Kati ya 35 to 40% ya ile pesa ya ushuru inaenda KRA katika capital city inatoka Isili. Wakikuyu na Wasomali pale wanafanya biashara pamoja. Ile mijengo iko pale ni joint partnership ya Wasomali na Wakikuyu. Wasomali wanalete mizigo kutoka ng'ambo, Wakikuyu wanachukua wanapeleka hawking bila malipo na bila kuadikania. Wakishauza wanaweka faida kando, wanalipa Msomali. Hakuna mtu anaweza kuja kati ya Wakikuyu na Wasomali na hatuwezi kubali. Na mimi nataka niambie huyu mtu anaitwa Aden Duale, wewe endelea kuiba pesa ya SHA ukiwa na William Ruto. Kazi yako kama waziri ni kuiba pesa ya wagonjwa. Kazi yako kama waziri ni kuiba pesa ya SHA na kujaribu kuunganisha Wakikuyu na Wasomali. Hatuwezi kubali. Na mimi nataka kuambia jamii ya Wasomali, Wakikuyu ni marafiki zenu. Sisi tunafanya biashara pamoja. Huyu Yusuf amechaguliwa na Wakikuyu Kamkunji mara 4. Utakuja kutuambia ya kwamba ati Wasomali wachukie Wakikuyu? Inawezekana? Inawezekana? Pale Laikipia East Nyanyuki, kijana naitwa Dead Msomali alichaguliwa na Wakikuyu akakuwa mbunge. Pale Thika Ali Kabati miaka 20 alikuwa deputy mayor wa Thika. Unaweza kuambia Wasomali ati Wakikuyu ni maadui yao namna gani, na Wakikuyu wanaenda kwa kura wanachagua Msomali? Hiyo ni kumaanisha hao ni watu moja na ni marafiki na ni mandugu. Na ile mimi ninakosana na akina Duale ni vile wanafanya dhuluma ya watu katika Northern Kenya. Pale Mandera, pale Wajir, pale Garissa, tangu ugatuzi 2013 wamepata zaidi ya 1 trillion Kenya shillings. Lakini ukienda hakuna maendeleo, hakuna mashule, hakuna hospitali, hakuna barabara, hakuna maji, hakuna stima, hakuna sewage. Hiyo pesa yote wamechukua, wameiba, wamepora, wamekuja kujenga maflats hapa Isli na mamall. Na hiyo ndio shida yangu na Duale na hao viongozi. Lakini mimi sina shida na Wasomali. Mimi ni mtetezi ya Wasomali na mimi natetea haki yao. Na ningetaka kuambia watu ya Northern Kenya, nikipata nafasi nikuwe rais wa Jamhuri ya Kenya, wale wameimba mali ya watu ya Wajir na Mandera na Garissa watafungwa na hiyo pesa watarudisha kwa wananchi. Kwa hivyo mimi niseme kuja leo kwa Yusuf Hassan ni thihirisho kamili ya kwamba DCP ni nyumbani kwa watu kutoka Northern Kenya. Na mimi nataka niombe watu ya Northern Kenya, mkijipanga na UDA mtapata matatizo. ODM ilimezwa, UDM imemezwa. Pahali mtapata haki ni katika DCP vile Yusuf Hassan amekuja. Na niseme ya kwamba hapo Kamkunji na hii Nairobi tutakuwa free and fair nomination. So bwana Yusuf utangangana na wengine, na yule atapata tikiti mimi nitakuja kumfanyia kampeni. Vile vile the whole of Nairobi, the whole of Kenya,
tutakuwa na free and fair nomination. Kwa hivyo mimi niseme ya kwamba Aden Duale, usitumiwe na Ruto kuleta uhasama kati ya Wakikuyu na Wasomali. Wewe hakuna biashara na watu yako mnafanya Nairobi. Biashara nafanywa na hii Wakikuyu na Wasomali. Ukiwakosanisha, tukikupeleka nyumbani mwaka ujao, utawacha hii Wasomali kwa shida, na hatuwezi kubali. Kwa hivyo mimi naomba watu ya Northern Kenya. Jana nimekuwa na watu kutoka Isiolo, kutoka Marsabit. Kila mtu ameingia DCP. Nikibia ng'ambo, nikirudi kidogo, nitakuja kutembea Garissa, nitatembea Wajir, nitatembea Mandera. Northern Kenya is part of Kenya, na lazima tupiganie haki yao, na lazima tutafute uongozi bora. Kwa hivyo Mheshimiwa Yusuf, karibu nyumbani. Hapa Nairobi tuko na viti 17. DCP itaweka candidate katika every constituency, na zile niko na uhakika ile lazima DCP ibebe ni viti 12, na hizi zingine 5 nitapigana. Tutafanya bidii tuone kama tutafieka viti yote hapa Nairobi. Kiti ya governor tutakuwa na candidate, women rep, senator, katika kila kiti. Lakini we'll talk to like-minded parties, wale ambaye tunaelewana. Kama kuna mahali tunataka tuelewane, tutaelewana. Lakini tutakuwa na candidate na tutakuwa sawa. Na niseme hapa Nairobi sasa, vita ni kati ya sisi na Wiper na leader mwananchi. Hii ODM imekwisha. UDA hakuna. William Ruto, kura yako ya Nairobi ilikuwa kukodishwa. Si nilikuwa nimemkodisha? Si akaleta madharau? Si nimechukua kura zangu? Iko kura ya William Ruto Nairobi? Hata hii kijana anaitwa Sakaja, si nilimkodisha? Iko kura yake imebaki Nairobi? Sasa nasikia Sakaja anataka kuhamia kwa ile ODM ile ya Oburu. Tunakutakia mema. Na ile ODM ya Oburu haina chochote. Is a shell. Serio? Ati haina nini? Oh, haina power. So I want to say, I want to announce today the DCP takeover of the Nairobi city. DCP ndio itavuma Nairobi. And the competition in Nairobi is between DCP, Wiper and leader. Luckily, we are on the same side, all of us. Kwa hivyo tutakubaliana hapa na pale. Mambo ya Ruto na ODM ile ya Oburu Nairobi kwisha. Katika MCS, DCP is sure out of 85 wards, we shall get 62 wards. Na hizi zingine iko juu tutapigana. Kwa hivyo, leo ni kutangaza ya kwamba Jubilee yote imekuja. UDA imekwisha. Ile ODM ya Oburu imekwisha. Sasa Kalonzo ni ndugu yako, hatuwezi pigana sana. Hii leader ya Sifuna is my younger brother, hatuwezi pigana sana. Sasa hii itakuwa tamu sana. Si itakuwa tamu? Si ni makuzo? Si itakuwa ni mambo ya familia? Na si familia anaweza ingia nyumba wajifungie wakubaliane mbili tatu. So Nairobi, we have no contest. Nairobi belongs to the United Opposition. DCP, Wiper and leader mwananchi. UDA is not a factor. ODM ya Oburu is not a factor. So siasa ya Nairobi ni tamu sana. Si ndio? So ni makuzo hapo watapigana kidogo kidogo. Na makuzo wataelewa? Makuzo wapendane wasipendane. Makuzo wakae pamoja wasikae pamoja. The family will prevail. Nikimalizia Nairobi niseme, unajua huyu Kasongo, nimesukuma yeye analia kama panya imeshikwa na mtego. I am actually now setting the agenda for William Ruto. Juzi nilikuwa Narok, pahali Narok East, amekimbia hapo leo. Nikaenda Emuru hadi Kil, kesho anaenda huko. Hii mtu nimemrudisha nyumbani. I have confined William Ruto back home. He is struggling at home. Nimeenda hapo, nimeongea na Wakipsigis wote wameingia DCP. Anakimbia huko kesho. Mimi nikwambie, naye Soprano nimeconfine yeye Tharaka. Zindio? Mimi nataka ni confine William Ruto kwa Wakalenjin,
naye Soprano ni contain ye kwa one constituency inaitwa Tharaka. The rest of Kenya yote tutafunga. Sasa wewe Kasongo ukienda Emuru hadi Kill, because nilikuwa hapo, hakuna barabara, hakuna maji, hakuna stima. Hawa Kipsigis wanalia hata kuliko watu wengine Kenya. Wewe unaenda hapo kesho, wacha nikuulize swali Kasongo. Ulikuwa hapo tarehe 6 mwezi wa 3 mazishi ya marehemu Johana Ngeno. Ukaahidi watu ya Emuru hadi Kill ya kwamba watu 12,000 wale waliondolewa Mau Forest utaweka pesa kwa budget uwapatie. Ukienda hapo kesho, vile haiko kwa budget, utawadanganya namna gani? Wewe umeenda nyumbani kudanganya watu ya nyumbani. Ulisema 12,000 people utaweka pesa kwa budget. Video iko hapo. Sasa unaenda huko kesho, nimeangalia budget. Hii pesa hukuweka, utawaambia nini? William Ruto ulienda hapo ukadanganya hawa ya kwamba eka 5,000 ya ile shamba ya marehemu Cheluget utaweka pesa uwanunulie. Ukasema umeongea na familia. Hii pesa hapana iko kwa budget. Ukienda hapo kesho utawadanganya namna gani? Ulienda hapo Kasongo the same day. Ukasema 1,500 acres ya Ngata Barakoi land ambaye wewe mwenyewe umenyakua. Ukasema utawanunulia hiyo shamba. Hiyo shamba bado nunua, na hata kama utanunua kutoka kwa wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ndio umenyakua hii shamba. Sasa ukienda Dikir kesho, utaenda kudanganya hii watu nini? Ulisema siku hiyo ya kwamba utaweka milioni 750 million katika Masai Mara University, uweke college, constituent college hapo Dikil. Ukasema utaweka hii pesa kwa budget, nimeangalia hakuna. Utaenda na uongo gani ukienda Emuru hadi Dikil kesho? Ukasema ya kwamba ukiwa hapo, ukasema artist utawapatia 20 million. Sasa hiyo 20 million ubebe kesho uwapatie, kwa sababu bado tangu uliwadanganya. Ukasema ati Ministry of Housing Shauri Moyo Estate utaweka ati jina ya Johana Ngeno, mpaka saa hii hujaweka. Ukasema ati utasaidiana milioni 2 kwa hiyo familia. Nilienda hapo nikakuta mama ni mgonjwa, nikakuta stima yake imekatwa. Ulimdanganya huyu mama ya Johana Ngeno. Nikakuta mtoto yake ni mgonjwa, iko bili ya 1.8 million. The following day kwa bahati mbaya ameaga dunia. Nimetuma watu kulipa bill. Umetuma governor alipe kabla sijafika, na amelipa na amefanya mzuri. Kwa nini ulingoja mpaka nifike Emuru hadi Dikil ndio usaidie hii familia ya Johana Ngeno? Kasongo ni muongo si muongo? Sasa watu ya Emuru hadi Dikil, naomba nyinyi mjazane kwa hiyo kiwanja, mkuje msikize uongo na muulize hii maswali. Vile mliniambia siku nilikuwa huko mmechoka na uongo, muende hapo. Lakini huyu Kasongo, nakimbia Amerika kidogo, nikirudi nitakimbia Bomet, nikimbie Kericho, nikimbie Nandi, ndio anifuate nyuma, hiyo watu wapate maendeleo kidogo. Na niambie watu ya North and South Rift, sasa mmejua dawa ni gani? Ni kuingia DCP, kukaribisha Rigiji, alafu Kasongo atafanyia nyinyi maendeleo. Mimi nimetoka hapo Friday, Kasongo hapo kesho. I was there on Friday, he is there tomorrow. Kwa hivyo hii wakalaji ni wajue hiyo ndio dawa. Huyu Kasongo hawezi fanyia watu kazi ambaye hawapingi Kwa hivyo nyinyi wakalaji ni mkitaka maendeleo, kwa sababu hamuna chochote, muingie kwa DCP. In the remaining 1 year atafanyia nyinyi 1-2. Alafu mkubaliane na sisi after 1-2 akuwe 1 term, kwa sababu akirudi hakuna kitu atafanya. Kwa hivyo mimi nataka niseme watu ya Nairobi, asanteni sana kwa kumleta huyu mheshimiwa, tumemkaribisha. Wale watu ya Jubilee tumekaribisha nyinyi. Tunataka tujenge chama ikuwe na nguvu. Iko maneno ya IBC ambaye kuna system inataka inuliwe from South Korea.
I'm waiting for a few details because mimi naambianga wa Kenya ukweli. So tomorrow, kabla niondoke kwenda Amerikani, I'll call the media, ndio nieleze wa Kenya what is happening in IBC. I'm just waiting for 2 small confirmations. I have everything, but I need one to confirm because I must be truthful to the people of Kenya. Ndio niweze kuambia wa Kenya vile maneno inakaa. Nairobi hoi. Sasa hapo Kamukunji, munasemaje? Ati munasemaje? Kamukunji munasemaje? Wacha nione watu ya one time. Sasa nyinyi, si nyinyi ni wafuasi wa Yusuf? Mukitaka kumsaidia ni mfanye kazi kuanzia leo mpaka nomination. Si ndio? Nomination ya mwaka ujao, mwezi ya 3. Kwa hivyo nyinyi mkiwa watu yake, msaidie, mfanyie kazi ndio aweze kupita kwa nomination. Yeye akishapita kwa nomination atakuwa mtu yangu, na kazi nyingine mimi nitafanya, na mnajua mimi nitafanya. Si ndio watu wetu? Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Musalimiane, asanteni sana. Asanteni sana, tutasimama kwa wimbo wa taifa alafu tufungiwe kwa maombi.